umeandikwa ya kwamba majina yako ni nani, unaitwa nani, na kwa majina hayo walivyokuandika wametaka kujua, wametaka kuelewa kwa majina yako. Maana yake majina yanaandikwa, watu wanaandikwa, na hivyo ikiwa duniani watu wanaandikwa, kule kazini umeandikwa, kule kwenye shughuli zako umeandikwa, maana yake hata habari ya mbinguni nako kuna kuandikwa. Ndio maana kuna kitabu kipo kilichoandika, kitabu cha uzima na kitabu cha hukumu. Kitabu hicho kuna watu wako mitwelo. Kuna watu hata kama wengine wameshakufa, lakini wewe ulio hai bado hilo jina lako linatakiwa lionekane kule mbinguni. Na sasa kwa sababu ya dhambi haliwezi kuonekana. Jina lako halijaandikwa mbinguni. Jina lako limeandikwa kwenye namna sio ya uzima wa milele. Jina lako limeandikwa kwenye hukumu. Hukumu inayoandikwa ni kwamba kila namna ya matendo unayoyatenda chini ya jua, kwamba umeandikwa. Maisha yako unayoishi yanaandikwa kila saa. Hiyo pumzi ulio nayo unayovuta kila wakati inatafsiri, inaelezea kwa habari ya matendo unayoyafanya. Unapovuta ile pumzi, unapumua, unaitoa na kuipeleka, unaivuta na kuirudisha. Hiyo pumzi maana yake ya kwamba inatoa taarifa inaandikwa habari yako, kwamba matendo unayoyatenda ni matendo mabaya, yameandikwa matendo yako mabaya. Hata kama una jina la namna unaloitwa, lakini kwenye hilo jina lako halijaandikwa mbinguni, lakini matendo yako yameandikwa. Haleluya! Kuna watu wamejivunia majina yao kwa sababu yameandikwa